Faulo John kwenye mtandao wa kijamii pia una nguvu kubwa sana. Ni mtu ambaye umetrendi sana, wanakufahamu, sio mgeni. Alafu hata mimi pia nakufuatiliaga sana, naona moyo wako kiasi gani upo mzuri. Ukiona gari mpata pancha au ameishiwa babi zao, uoga unashukaga na kushare nao hata kama sio kampuni yako. Je, unawashauri nini madereva wengine kuhusiana na tabia hii? Mimi napenda kuwashauri kitu kimoja kwamba connection za kazi nzuri, connection za kujuana zinatokana na pale. Ile mimi ndio ninaposema connection, una system, una mfumo, na maanisha kwamba unapokuja kumsaidia yule mtu, itimini kwamba mimi nafanya kazi leo Mbuzi, kesho na mkutana na mtu wa Lake Oil anafanya kazi amepata accident ya pancha namna gani vipi. So sometimes yule mtu anakuwa ameshachoka, unaweza ukasimama kwamba unawezekana yule mtu ana shida ya Bolt, kitendo kile kina uwezo kufanya wewe kukujengea uigo mkubwa sana wa kujuana na watu, uigo mkubwa sana wa kuweza kupata marafiki ambao ni sahihi kwenye maisha yako. So kazi yetu sisi inataka marafiki wengi, inataka watu ambao ni sahihi kwenye maisha yako. So kitengele cha kuweza kusimama, kuweza kumsaidia yule mtu kinaweza kujengea uigo mkubwa sana kwenye maisha yako. Kwa ndio maana mimi nasema kuna connection inapelekea kama mtu amepata shida, kampuni yake anayofanya kazi imeuzwa, anakaa kijiweni ana kazi, lakini endapo leo utakuwa umemsaidia yule mtu aleki, kampuni yako imechekeleka kidogo, imepata shida, labda imeuzwa, leo yule mtu aleki anaweza kusaidia kupata connection ya kazi pale kazini kwake. Ndio maana nakuwa na wigo mkubwa sana wa kuweza kumsaidia yule mtu, kwa sababu hujui kesho yako nani anaweza kusaidia. Sawa sawa jamani, madereva kuna cha kujifunza hapa kwa Faulo John. Alichokiongea ni chepesi, lakini ukikisikiza kwa umakini kina ujumbe mzito. Lazima muwe na umoja, lazima mshirikiane. Binadamu, mtu sio nyau, asiyefaa leo anaweza kafuata kesho. Kwa hiyo ukimwona mtu usimdharau njiani. Hii ndio maana halisi ya kwamba sisi ni familia.